Leo nakuletea listi ya watoto wa mastaa ambao wana majina mazuri sana. Yani wana majina mazuri mpaka wana majina mazuri tena. Wazazi wao walitulia wakatoa majina ambayo sasa yameanza kuendana na mionekano yao. Nadhani hata tabia pia itakuwa zinafanana na majina ya watoto hawa. Kuna watu wanachukulia poa sana swala la kutoa majina mazuri kwa watoto, lakini hata wahenga wamewahi kuzungumza na kutuambia kwamba unapotoa jina kwa mtoto basi jua kwamba kuna asilimia kubwa sana jina likaendana na tabia za mtoto wao. So unapotoa jina kwa mtoto kamuita Majuto, usishangae mtoto wako akipitia majuto kwenye maisha yake. Bila kupoteza time, hapa tunaanza kumtazama mtoto wa Nandy na Billnass. Naya Bell au unaweza kumuita Kenaya ni miongoni mwa watoto ambao wamepata umaarufu mkubwa sana baada ya kuzaliwa. Unajua couple ya Billnass na Nandy ni miongoni mwa couple ambazo zina nguvu kubwa sana hapa Bongo. Wameanza kwenye mahusiano ya kawaida mpaka wamekuja kwenye ndoa, wana mafansi wao wengi. So mtoto alivyokuja akaja kupita na umaarufu wa baba na mama, mpaka sasa hivi kwenye ukurasa wake wa Instagram ana zaidi ya followers 800,000. Na sasa hivi Naya kama takuwa sikosei ametimiza miaka 3 sasa hivi. Kama of course ni miaka 3, na kitu kizuri zaidi ameanza mpaka shule, ameanza kusoma na soma fedha. So Naya bwana ana jina zuri sana. Nadhani Nandy na Billnass walitulia kutoa jina zuri kwa mtoto wao, mpaka sasa hivi jina linaendana na muonekano wake. Alivyozaliwa kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema kwamba ameanza kufanana na baba yake sana, lakini kadri siku zinavyokwenda ndio sura sasa ya mama yake imeanza kuja zaidi. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kama mtoto ambaye anafanana na mama yake. So Naya ni miongoni mwa majina makali sana. Ukiandaa top 5 ya watoto ambao wana majina mazuri, nadhani inaweza ikakaa hata kwenye nafasi ya pili au ya kwanza. So baada ya kumtazama Naya Bell ambaye ameingia kwenye listi, mtoto mwingine ambaye ameingia hapa tunaenda kumtazama aliyepewa jina nzuri na wazazi wake ni Jaydan. Of course Jaydan ni majina sio maarufu sana hapa Bongo, majina ambayo huwezi kuyakuta sana. Wengi wanachagua majina mengine, lakini Jaydan ukienda Marekani labda baadhi ya watoto mastaa unaweza kukuta wanatumia hayo majina, kama mtoto wa Will Smith na Jada Pink alipewa hilo jina. So Feivani na Rayvanny wakaamua sasa wampe jina mtoto wao la kimambele. Kama ambavyo unaona sasa hivi huyu dogo ameanza kuiga zile tabia za mambele. Yani sio kuiga, anazo yeye mwenyewe. Ni mtoto ambaye anapenda sana Onyamwezi, anapenda sana Obisho. Ukiangalia hata akiongea na baba yake unaweza kuona vitu ambavyo anavipenda. Anapenda mpaka kuimba, anapenda kutumia simu kali. So ni mtoto ambaye anaendana na maisha ya kisasa. Kwa hiyo Jaydan ni miongoni mwa majina makali sana ambayo yanapatikana kwa watoto wa mastaa hapa Bongo. Jina kali na jina ambalo linaendana na yeye mwenyewe. So baada ya kumtazama Jaydan ambaye yupo kwenye nafasi ya pili, mwingine ambaye ameingia kwenye listi ni Prince Rakeem, mtoto ambaye mpaka sasa hatujamuona. Yani unajua tumezoea kuona mastaa wengi waga mpaka wafikishe mwaka mmoja ndo wanaposti mionekano ya mtoto kwenye peji zao, lakini ipo tofauti kidogo. Kuna baadhi ya mastaa wengine waga wanaonyesha kizaliwa tu. So kwa upande wa mtoto wa Jux na Priscilla mpaka leo hii tujaweza kuona muonekano wake. Sisi tunalifahamu tu jina lake na namna ambavyo alizaliwa na vitu vingine pia ambavyo vinaendelea kwake. So Rakeem MK, kwanza ukimuita Rakeem utakuwa unakosea, kwa sababu wazazi wake walimuita Prince. Miongoni mwa watoto ambao wamepata umaarufu mkubwa sana mtandaoni baada ya kuzaliwa tu. Nadhani katika picha zote ambazo zimewahi kupostiwa hapa Bongo za watoto, jina la Prince au post ya Prince Rakeem ndio ilipata like nyingi zaidi. Ilipata zaidi ya like bilioni 1 ile siku ya kwanza kupostiwa. So ni kitu ambacho kinashangaza sana kuona huyu mtoto ana utofauti sana katika swala zima la ustaa. Lakini pia ni raia wa Canada. I don't know kama atakuwa na raia pacha, kwa sababu Bongo hatuna issue raia pacha. Kwa hiyo ni raia wa Canada, naweza nikasema hivyo. Labda ni raia wa Canada na Nigeria. Prince Rakeem ni jina kali sana, jina ambalo
nadhani itakuwa limetolewa na Jux. I don't know, labda upande wa mama pia wa Nigeria wanaweza kuwa wametoa, lakini kwa asilimia kubwa nadhani hili jina litakuwa limetolewa na African Boy. Kwa hiyo Prince Rakim ni jina kali sana, miongoni mwa majina mazuri ya watoto ambayo nimewahi kuyasikia hapa Bongo. Baada ya kumtazama Prince Rakim, mwingine ambaye ameingia kwenye list ni mtoto Diamond Platnumz, Tifa. Unajua kadri na siku zinavyozidi kwenda, Tifa nashindwa kumuita mtoto kusema ukweli. Yaani Tifa bwana anakuwa haraka sana mwili wake. Ana miaka 10 sasa hivi kama takuwa niko vizuri, kumbukumbu zangu zitakuwa zinaniambia vizuri, lakini ukimwangalia Tifa sasa hivi anakuwa haraka. Yaani ni kama tulimuona tu hapo juzi, ila sasa hivi amekuwa kinoma noma, sura ya baba yake kama inapotea hivi, anaenda kwenye sura ya mama yake kama anakataa. Lakini Tifa ni jina kali sana. Tifa ni jina kali na ni mtoto wa kwanza Diamond Platnumz, so hakukosea katika kuchagua jina ambalo linaendana na muonekano wake kama ambavyo unamuona wewe mwenyewe. So Tifa ameingia kwenye listi. Tumemtazama mtoto mwingine ni Baby Fans, mtoto wa Majizo na Hamisa Mobeto. Of course huyu mtoto ukimwangalia ni kama ana tabia fulani hivi za mama yake, kupenda fashion na vitu kama hivyo, lakini pia ngozi, urembo wa mama yake. Kachukua vitu vingi sana kutoka kwa mama yake, labda kwa baba yake kaondoka na rangi tu, ila vitu vingi kachukua kutoka kwa mama yake. Na of course hata mdogo wake pia kafanana naye, yule wa kiume, Dylan, mtoto wa Hamisa Mobeto pia. So Baby Fans ana jina zuri sana, miongoni mwa watoto wa mastaa ambao wamepewa majina mazuri kinoma noma. Mwingine baada ya kumtazama Baby Fans ni Lola, mtoto wa Ozu na Tunda. Unaweza kumuona wewe mwenyewe miongoni mwa watoto ambao wana majina makali sana kuwahi kuwaona au kuwashuhudia hapa Bongo. Jina lake ni la kipekee na la kitofauti mno. Kwa kumkuta mtoto anaitwa Lola Bongo sio jambo rahisi sana. So baada ya kumtazama Lola ambaye ameingia kwenye listi, mwingine ni mtoto Mario na Paula. Amara pia bana ana jina zuri sana. Amara, I don't know, Amara litakuwa jina la Kiislamu au la Kikristo? Na hizi hapo mtaniambia kwenye comments, lakini Amara jina zuri sana ambalo amepewa mtoto huyu, mtoto ambaye yupo kwenye familia ya vijana wadogo, vijana wa Gen Z, kwa sababu Mario bado ni Gen Z, Paula bado ni Gen Z. Kwa hiyo hii ni familia ya Gen Z, wazazi ambao wametulia. Sasa hivi tunasubiria ndoa tu, sio? So ameingia kwenye listi, tumemtazama hapa. Lakini wa mwisho ambaye tunamaliza naye ni mtoto wa Ndikumana na Iron Warrior, Krish Ndikumana. Of course ile jina wewe mwenyewe unaweza kaliwa na Krish, jina fulani hivi la Kihindi, I don't know, kwa sababu tumeangalia movie ya Krishna, so inawezekana jina limetoka huko likawa lina uindi fulani hivi ndani yake. Krish jina kali sana, nadhani wote mtakuwa mnafahamu namna ambavyo jina lina sound vizuri. So hayo ni baadhi tu ya majina ya watoto mastaa ambao wana majina mazuri zaidi. Nadhani pia utakuwa unafahamu wengine ambao wana majina mazuri na walistahili kuingia kwenye hii listi. Unaweza ukaniandikia kwenye sema comment, lakini jambo muhimu zaidi, hakikisha kwamba unampa mtoto wako jina zuri linaendana na tabia zake, linaendana na muonekano wake. Usije ukamuita mtoto wako Mateso au Majuto akaja kupitia majuto kwenye maisha yake, sio? Make sure subscribe button on notification. Let me know on comment section, kuniandikia hapo.